الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل النكاح ونلب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Awali ya yote tunamhamidia Allah subhanahu Mwenyezi Mungu ambaye yeye kwa uwezo wake ametuwezesha kukutana katika hadhara hii ya walima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na salama katika siku hii ya leo na kulifanya jambo letu ambayo tulilipanga kwa muda mrefu na mpaka kuanzia jana na leo tunafika hatima. Mwenyezi Mungu mzuri, mwenye huruma na mapenzi kwa waja wake, tunamuomba aziteremshe rehema na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ali zake na sahaba zake na wale waliokuwa wema mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, baada ya utangulizi huu ni mshukuru shekhe wetu, shekhe ambaye rais Mumin kwa kusimamia jambo hili na kuonyesha kwamba yuko katika utaratibu mzima wa kuwa nao pamoja vijana wake kwa jambo ambalo alilisimamia. Hata kijana yule hawezi kuwa na makiwa wala labda upande mmoja ulipungua basi ndio basi, hapana. Na wetu wengine waliobakia wajitambue kwamba wazee wao bado wapo na ndugu zao Waislamu wapo, watawaitikia wakati wowote ambao itakapotokea shughuli hizi. Shekhe, mimi kwa jumla nimekushukuru sana sana kwa kusimamia jambo hili tangu alipokuwa analitangaza ustadhi yule mpaka leo kufikia mwisho katika jambo hili. Mwenyezi Mungu akulipa kheri na salama. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika walima. Walima utaratibu wake ni taamu yudaa ilaihi nnasu lihadithi sururi, ni furaha kubwa inapotokea jambo la kheri na salama, basi waitwe watu, kutengenezwe chakula wapate kula. Na bila shaka shekhe hapa na familia wamejiandaa kwa hilo, kwa sababu ndio Mtume alivyotueleza hivyo. Na furaha yenyewe kama nini? Kaziwaji, kama kuoa. Ustadh Harith ameoa, kwa hiyo kwa maana ya kuwa ameoa, basi ndio maana tuko katika sherehe hiyo. Tunakuomba ustadhi uwe na subira katika ibada hii kubwa ambayo wewe umeifanya. Sio wa kwanza wewe, imeanzwa huko na baba yetu Sayyidina Adam. Yeye ndio ameanza, hakujawa na watu, lakini Mwenyezi Mungu akamtakia awe na mke katika mahala pazuri, wamekuwa peponi, na Mwenyezi Mungu akamtakia awe na mke. Kwa hivyo yeye ndio mwanzo na wewe sio wa mwanzo. Kwa hivyo tunafuata nyayo zile zile, lakini tangu wakati huo Sayyidina Adam alianza kuona namna ya mke alivyo. Walipoteremshwa huku duniani, basi bibi Hawa alitulia tu sehemu alipofikia. Sayyidina Adam ndio alikuwa anahangaika kumtafuta mke. Kwa hiyo mke ni chombo cha thamani, ni lazima uwe katika hali ya kukitafuta, na umekitafuta na uendelee kukitafuta, kwa maana kwamba yeye lazima uwe ni mwenye kumhifadhi, na wewe uwe ni mwenye kusubiri katika yale aliyokuwa nayo. Ni mzuri mwanamke, lakini matamko yake atakapoanza kuyatamka utaona uzuri wote umekwisha. Lakini bakia kwa kwamba unaye mke mzuri
na kule kutamka matamko makali ni kuonyesha utawala wake umekamilika. Kwa hivyo matamko yake yatakwenda na wewe tofauti. Usidhani kwamba yeye hayuko katika mapenzi yanakupenda, isiyokuwa anataka kuona mapenzi yako mazuri. Sasa wewe uwe ni mwanaume ambaye umefuata maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alifanyiwa visa na wake zake wazuri, akiwa Bibi Aisha katika wanawake ambaye ilikuwa mdogo kama hivyo huyo. Kwa hiyo kuna mambo alisubiri Bibi Aisha kufuatana na hali ambayo ya mwanamke alivyo. Kwa hivyo usiye hivyo, na Sayyidina Adam alisubiri kwa mke wake kwa yale ambayo alikutana nayo, na ukitakapokuwa umesubiri utapata malipo mazuri. Na ukijitia ukali sana, siku moja atakwambia wewe shekhe unapendwa na watu, lakini kuna siku nakwambia kwamba watakuja watu wakufunge kamba, kuja kuonekana kwamba wewe umekuwa mwehu. Mimi ustadhi nimesoma na mimi naweza kufungwa kamba. Utafungwa wewe, iko siku utafungwa kamba na utaonekana ni mwehu. Mimi haiwezekani, kwa mimi haiwezekani. Kwa hivyo jua, ukisema haiwezekani atakupa mitihani ambayo itakusababisha wewe ucharuke. Ukicharuka, yeye anaanza kuita watu kwamba jamani, mume wangu leo sijui ni malaria sijui ni nini, njoni mnisaidie. Kwa hiyo hali inaweza ikaja kwako kufuatana na taratibu za wanawake walivyo. Kwa hivyo kuwa mpole na kuwa wewe katika kumsikiliza mkeo na kufuata sheria ambazo zilizopangwa na sheria yetu ya dini, kumpa chakula, malazi na mazungumzo. Mzungumze naye, ukae naye, umlewaze kwa hili na lile, ili aweze kuona kwamba kaolewa. Usimtelekezi akabakia yu peke yake na kudai kwamba wewe una shughuli nyingi. Kwa hiyo tunakuomba hilo ulifanye katika shughuli zako hizi za ndoa. Uone kwamba watu wanawake wana miaka ni kwamba wamesubiri. Usioni kwamba wamekaa tu kwamba yule mkapata mke mzuri. Wanawake wa kizamani tu wazuri, wamesubiri yale madhila madogo yaliyoko kwa hawa wanawake. Lakini usisubiri kwa lile ambalo atakakuona wewe hufai, akaanza kutafuta watu ambao wengine hapo hakuna subira wala hakuna lolote. Itabidi kuonekana kwamba hili chombo ulichokileta hakina maana na wewe. Usitizame pesa ulizotoa, tizama dini yako tu iko namna gani. Basi huyu amehitaji dunia, mwache ende na dunia yake, Mwenyezi Mungu atakupa watu wengine. Kwa hivyo tunakuhusia kwa hilo kufuatana na hadhara yetu jinsi ilivyo. Ila nimalizie tu kwamba usije ukafungwa kamba. Siku moja bwana na bibi wako nyumbani wanazungumza vizuri, lakini maemezi kama kawaida, huyo mtu alinunua hili tikiti lile kubwa sana, alipata sokoni, akalileta nyumbani, akamwambia mke wangu nitengeneze hili, maana yake matunda ni vitu ambavyo vinavyotakiwa sana. Akasema inshallah. Akasema hii ndio ile siku sasa. Akanipasua lile tunda, kulikuwa na samaki. Akachukua samaki, amemkanga vizuri, amemweka ndani ya lile, tayari amefunga vizuri. Mume aliporudi alikuwa ametoka kidogo, akamwambia la, mume wangu una akili kweli. Yaani tunda umekuja kuchagua tunda, nimelipasua, nimekuta ndani yake kuna faida. Faida gani? Kaambia unaona, nimepasua nimekuta kuna samaki. Kwa kweli wewe mume wangu una akili. Bali unafika unachagua unakuta mpaka ndani yake kuna samaki. Kamwambia basi inshallah mimi leo nitakuja na wageni ili wapate kula chakula hapa. Akatayarisha chakula, akawa
akawaita jamaa zake, marafiki zake, kusema bwana, leo chakula cha mchana nyumbani. Basi walipofika pale, amepanga chakula na hivi sasa, mume anaona mbona lile halijakuja hata ile tunda liko wapi? Bwana vipi na mbona lile tunda? Nilikuwa nimesahau. Basi akalileta lile, hajakuwa kwa jamani, kwa kweli mimi leo kwenda sokoni, alhamdulillah. Unajua ukienda macho hivi, mimi nimepata tunda ile nimenunua, lakini kiwango ilipopasua nikuta ndani yake kuna samaki kawekwa mle ndani, yuko tayari kabisa, leta lile tunda. Kishaeleza, akalileta lile tunda. Kufika pale kulichana yule mwanamke, halafu mume anaanza, ile tunda lilikuwa na samaki, ilikuwa tunda ndani yake kuna samaki. Jamani, mume wangu si namna gani? Tunda hili tena, halafu ndani yake ukuta kuna samaki. Wewe unamna gani bwana wewe? Mimi nikwambia kuna samaki kweli? Nimeona kabisa. Naambia mimi jamani, sijaona. Nimeona kuna samaki. Kuna samaki. Jamani, msheni mume wangu amebadilika. Tunda linaweza kuwa ndani yake kuna samaki. Maana kisha taruka kaona aibu. Kuna watu wameambiwa na samaki, ile tunda halionekani na samaki. Anaanza kumfokea mkewe. Wale jamaa wakamshika kwa bwana, usimtishie, hapana, wewe mwanamke ndio unafanya bwana. Wakamshika wakamtoa. Jamani, mfu akianza kuchauka na mimi, anaweza kuniua jamaa, anaweza kuniua. Huyo nani? Mwanamke. Kwa hivyo jamaa akafungwa kamba. Baada yake akatulizwa, na kisha kutulizwa tayari, jamani, kule mtu chakula, hapo wakala chakula, amebaki anapeta pale. Na baada yake siku ya pili ya tatu akamwambia, nilikwambia kuna siku utafungwa kamba, utaonekana wewe ni mtu wazimu, hakuna tunda linaweza kuwa ndani yake na samaki. Wewe ushaona wapi bije tunda unanunua sokoni na samaki ameshakaangwa kabisa? Wewe vipi? Ule ulikuwa ni ujanja wangu, nilikwambia kwamba kuna siku utafungwa kamba na leo. Kwa hivyo ina hali ya mwanamke jinsi alivyo, mwangalie, atakuletea maneno haya utaonekana mtazimu. Wewe badala ya kuwa na hali, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe na subira kwa mkewe, asije kufanya wewe ukawa mwema na vijana wakaja kukusaidia kuona baada ya kufungwa kamba na mkeo. Inshallah, tunamuomba Mwenyezi Mungu akujalie kuwa na subira katika ndoa yako. Amen. Akuondolee matatizo ya hapa na pale. Akupe imani na yakini ya kuweza kusimamia ndoa yako kama alivyosimamia wazazi wako. Nakuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa baraka za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.